Shukran kabisa mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa 102.0 FM, ikiwa ni wakati mwingine tumepata mwafaka wa kujifundisha lesoni ndani ya kipindi cha Tubarikiwe Sabato, na hii leo tumebarikiwa kuwajieni moja kwa moja kutoka katika kanisa la Mwasocho Township SDA, na mie jina langu ni Nyachae Brian, ukipenda uweza kuniita Bro Bright kwa niaba yake Joseph Waboge, na wale ambao tunashirikiana katika jioni hii ya leo kuleta mafundisho haya ya leseni, nikipenda kuwapatia nafasi waweze kujitambulisha, tukianza kule katika mkono wangu wa kushoto. Mama yetu hapa aweze kujitambulisha jina lako na kutufahamisha hapa mahali tuliko, labda wewe unashikilia utenda kazi gani? Asante sana mtangazaji. Hapa ambapo tulipo ni Mwasocho Township SDA Church. Kwa jina mimi naitwa Joyce Awata. Katika kanisa letu mimi ninasimamia kikundi cha singles na vikundi vingine. Kwa hivyo asante kwa kunikaribisha. Shukrani kabisa dada Joyce. Na katikati hapa kando yangu mwenzetu pia wewe uweze kujitambulisha jina lako. Asante sana mtazamaji pia na msikilizaji. Jioni ya leo na wasalimu katika jina la Yesu. Kwa majina mimi naitwa Samuel Saul kutoka Mwasocho Township, mshiriki. Pia katika uongozi mimi ndio nasimamia Sabbath School katika hili kanisa. Pia mimi ni one of the deacons kwa hili kanisa, nasemaji. Pia nasimamia family life. Asante kwa yetu kwa sasa. Shukrani. Asante sana. Basi msikilizaji na mtazamaji, umewasikia tuko naye dada Joyce pamoja na Elder Samuel hapa, ambapo tunazungumza na kushiriki katika leseni ya juma hili, ambayo ni leseni mpya kabisa ambayo tunaweza kuianza msikilizaji, ikiwemo ni mada kuu inasema Paul's Ministry in Corinth. Tutakuwa tukiangazia kitabu cha Wakorinto. Nikipenda kumpatia fursa dada Joyce atufanyie ombi kabla tuweze kuanza rasmi. Karibu sana dada Joyce. Atuombe. Baba mtakatifu uliye juu mbinguni, asante kwa sababu wewe ni mwema kwetu kila wakati. Asante kwa sababu ya nafasi hii umetupatia ili tupate kuongea na watu wako kupitia kwa hii radio. Na asante kwa watazamaji wote ambao watatazama na kusikiza hii radio. Tunapoanza Bwana, na kuomba Roho wako mtakatifu atuongoze na kila mmoja apate kupata manufaa, na ili neno lipate kumsaidia katika maisha yake. Tusaidie na utuongoze tunapoanza mpaka mwisho. Tumeomba na kuamini kupitia kwa jina la Yesu Bwana mkombozi wetu. Amen. Amen. Tukiwa tumesalia kwako dada Joyce, kwa kiduchu tu ile lesoni ambayo imepita ilikuwa ni gani, na utupeleke moja kwa moja kwa utangulizi wa lesoni ambayo tumekuwa tukijifundisha katika juma hili. Asante sana mtangazaji. Ukikumbuka lesoni ambayo ya kota iliyopita, tuliangalia kwamba kama Wakristo sisi tunahitajika kukua kwa uhusiano wetu na Mungu. Uhusiano wetu kama Wakristo, tunajua kwamba katika hii dunia tuko katika safari, na hii safari tunapoendelea tunahitajika kuwa na uhusiano mwema na Mungu wetu. Na tuliangalia tukapata ni njia nyingi sana kwa kukua kwa uhusiano wetu pamoja na Mungu. Kwa njia moja tulipata kwamba ni maombi. Tukiwa katika maombi kila wakati inatuletea uhusiano wetu kukua kwa Mungu. Kitu kingine, jambo lingine tulipata ni kwamba tunahitajika kusoma neno la Mungu kila wakati. Tukilisoma neno la Mungu kila wakati, uhusiano wetu unaendelea kukua tunapoendelea katika hii dunia ya dhambi. Na hayo ndio tuliangalia, ni mengi, lakini uhusiano wetu tunahitajika kuangalia kwamba umekuwa. Na sisi kama Wakristo tuendelee kukua kwa imani tunapoendelea katika hii safari. Shukrani kabisa. Sasa kitabu hichi ambacho tunakiangalia katika kota hii, kitabu cha Wakorinto, nikikukaribisha utupeleke katika utangulizi wa lesoni hii. Asante sana. Sasa tunapoanza lesoni ya kota hii, tunaenda kuangalia kitabu ambacho kinaitwa kitabu cha Wakorinto. Na hiki kitabu kimeandikwa na mtumishi ambaye anaitwa
Paulo ni mtume wa Mungu. Hata ingawa hakuwa katika lile kundi la wanafunzi wa Yesu 12, lakini baadaye wakati Yesu alienda juu mbinguni, huyu Paulo alikuwa wa maana sana katika kuandika vitabu vingi vya Biblia. Na kitabu kimoja ni hiki cha Wakorinto wa kwanza na Wakorinto wa pili. Kwa hivyo tukienda kuangalia hiki kitabu, tutaenda kuona ni kwa nini Paulo aliandika hiki kitabu. Sababu kubwa ilimfanya andike hiki kitabu ni nini? Na tunajua hata wakati huu hata hatuandiki barua sana. Kitu ambacho tunatumia kama runinga, phones. Siku hizi hakuna tuandiki barua sana. Lakini wakati wa Paulo aliona ni vyema, wakati alianzisha hii kanisa ambayo ilikuwa inapatikana katika kitabu cha katika sehemu ya Wakorinto, akaona andike barua kwa watu ambao ni wa Korinto. Kwa hivyo tunaenda kuangalia sana hiki kitabu, kwa nini alikiandika na sababu kuu ilimfanya kaandika ni nini. Na tunaenda kuangalia neno kuu. Kuna kitabu ambacho tunaenda kuangalia kinatufungulia katika kitabu cha Acts. Kitabu cha Acts 18, Matendo ya Mitume 18, 9 na 10. Nisome hilo fungu, Matendo ya Mitume 18 fungu la 9 na 10. Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope bali nena wala usinyamaze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakayekushambulia ili kudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Hilo fungo ndio fungo la kufungulia. Tunaona kwamba Paulo alipokuwa katika hii sehemu ya Wakorinto, alikumbana na shida nyingi sana. Watu ambao walikuwa pale hawakuwa tayari kusikia neno kutoka kwake. Kwa hivyo walimsambulia na hakupata wakati mzuri kwa kueneza neno la Mungu. Ndio sababu wakati alikuwa ameona kwamba atoke pale, hana wakati mzuri wa kukaa pale. Alikuwa amekata tamaa. Ndio Mungu akakuja mwenyewe akamwambia kwamba yeye ako pamoja naye, asiogope, Mungu ako pamoja naye. Na akamwambia kwamba kuna watu wengi kwa ule mji. Hata ingawa ule mji haukumsikiza Paulo, lakini baadaye Mungu alimpatia comfort, akamwambia atakuwa pamoja naye. Naam, shukrani kabisa. Yaani katika utangulizi, kwa hivyo tunaona katika hili kanisa la Wakorinto lilikuwa na changamoto, na labda tulikuwa tukiangalia kanisa la sasa, ni changamoto zipi zile labda zinaonekana katika kanisa la Wakorinto, na bado changamoto hizo zipo katika kanisa la sasa. Na kitu ambacho umesema hapo dada Joyce kikaniguza kidogo ni kwamba Paulo ni kama alikuwa ameanza kugive up. Nasema hapa sifai kukua. Lakini kupitia kwa maono Mungu akamuonyesha kwamba hapa, hata kama unaona ni kama kuna giza, wapo watu wangu hapa ambao lazima waweze kuokolewa. Wakati nakuja kwa Elda, huyu sasa Paulo ambaye ni mtume aliyeitwa na Mungu, hebu tueleze katika sehemu hiyo. Asante mtangazaji. Kabla nisungumzie jambo ambalo umeuliza. Naam. Ningependa pia kumsema huyu Paulo kabla aitwe jina Paulo, msanga amesema alikuwa anaitwa Saulo. Saul. Kweli. Na alikuwa anatesa watu wa Mungu sana. Akiwa anatesa watu wa Mungu sana, mpaka siku moja anakutana na Mungu njiani kama anaelekea hiyo kazi ya kutesa watu wa Mungu. Mungu akamtokea kwa njia ya mwanga mkubwa ambao ulimwangazia, akaanguka chini. Ndio kwa Mungu aliongea pamoja naye na akamwambia sasa kuna kazi anampea nyingine, sasa ageuke kutoka ile kazi alikuwa anafanya. Ile bidii alikuwa nayo ya kutesa watu, sasa anaambiwa hiyo bidii pia katika kuongoa roho. Kwa maana sasa tunamuita tunasema sasa anaitwa Paulo, ni mtume wa Yesu Kristo. Ningependa uendelee kufungua Wakorintho wa kwanza 1:1.
tuone vile Paulo anajiita na ni kwa nini anajiita hivyo. Nishafika huko. Tusomee tafadhali. Inasema Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu na Sostene ndugu yetu. Asante. Paulo anasema aliyeitwa kuwa mtume wa Mungu. Yeye anasema aliitwa akuwe as servant of Christ. A servant of God. Anasema Yesu ndiye amemuita. Katika ile hali nimesema alipokutana na Mungu na yeye hakika alitii na akageuka ile ya ukweli na akaitikia mwito na sasa yeye anajiita ni mtume wa Mungu. Ukiangalia pia Warumi 1:1 pia tutasikia vile anajitaja pia hapo. Inasema Paulo mtumwa wa Kristo aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu. Asante. Yeye anasema Paulo mtume wa Yesu Kristo ambaye aliitwa na akatengwa ili aweze kuhubiri injili ya Mungu. So alipokutana na Yesu akiwa njiani kuelekea Damascus na vile tumesema aligeuka na akatii. Sasa yeye anasema ni mtume wa Mungu ambaye ameitwa aieneze injili. So kitu ambacho tunaona Paulo anasema hapa anajiita is an apostle of Jesus Christ, ni mtume wa Yesu Kristo, na anasema yeye aliitwa kutoka tumboni mwa nani? Mwa mama yake, from the mother's womb. So tunamfananisha na pia Yeremia ambaye pia tunasoma yeye pia alichaguliwa akiwa tumboni mwa mama yake. So hata kama alikuwa anafanya ile kazi ya kutesa watu, Mungu alikuwa na lengo tofauti na ile alikuwa anafanya, ambayo ni ya kuongoa roho nyingi za watu. Na yeye pia anasema hiyo yenye kuitwa kwake was an act of grace, ni neema. Sio chamba Jonathan alitenda katika harakati yake ya kutenda maovu, anakutana na Mungu na yeye akati. So anasema was an act of grace, ni neema ya Mungu ambayo ilimujia na yeye pia akaikubali. Na jambo neno kubwa ambalo amepewa kama mtume wa Yesu Kristo is to preach, ni kuhubiri sana sana to the Gentiles, kwa wale watu wa mataifa. Kazi yake sana tutaenda kuangalia kazi yake Paulo sana ilikuwa katika watu ambao ni wa mataifa. So katika hii sehemu ambayo mtangazaji ameniambia nisungumzie, yeye anasema is a servant of Christ, ni mtume wa Yesu, pia anajiita yeye ni mhubiri, pia anajiita yeye ni mwalimu. Na anasema Jesus is not only the center of Paul's apostleship, is the center of Paul's life. Yeye anasema Yesu shiti yako katikati ya kazi ambayo anaifanya ya utume, anasema pia ako katikati ya maisha yake. Pia aligeuka na akatii, alikubali Mungu kweli, na yeye anasema kuna mahali anasema kuishi ni Kristo. So yeye anajiona, anasema maisha yake yote Yesu ndiye amesema. Yeye anasema yeye is an apostle, ni mtume wa Yesu na amekubali kufanya kazi yake. Asante sana, shukrani kabisa Elda, mambo mazuri hapo ambayo tunazidi kujifundisha. Na kwa kweli huyu Paulo aliitwa kuongoa nafsi, to save souls. Japo alikuwa na kazi ambayo alikuwa anaifanya kujikimu kimaisha, lakini his main calling was to save souls. Na changamoto kubwa ambayo ilikuwa katika siku hiyo ni kwamba, je, sisi tunatambua wito wetu ni gani? Do we know our calling? Kwa hivyo tunachukua breki ya takriban sekunde 30, alafu tunarejea, mpenzi msikilizaji na mtazamaji, tukiendelea na mafundisho ya lesoni ambayo yanakujia moja kwa moja kutoka kanisa la Mosocho Township SDA. Shukran kabisa, unazidi kuitegea 102.0 FM Radio Vuna, wakati ikiwa ni kipindi cha Tubarikiwe Sabato. Jina langu ni Nyachae Brian, ukipenda Boro Bright, kwa niaba yake Joseph Oboge, na leo lesoni kikujia moja kwa moja kutoka kanisa la Mosocho Township SDA. Na katika panel niko naye Elder Samuel Keke, dada Joyce Sagwata, na vile vile mwenzetu ambaye atakuwa anajitambulisha muda si muda. Lakini nikirudi kwako dada Joyce, huyu Paulo anapoandika kitabu hichi cha Wakorinto, kabla yeye kuja katika eneo la Corinth, lazima alikuwa mahali fulani. Utupeleke katika hiyo safari from Athens to Corinth. Asante. Naam. Vile tumemwangalia huyu Paulo, hakuwa anakaa sehemu moja.
alikuwa anapita hapa na pale, na lengo lake kuu ni kueneza Injili. Kwa hivyo tunamuona huyu Paulo akifika katika sehemu ambayo inaitwa Athene. Hapa Athene alipokuwa anatembea hapa na pale, na alipita sehemu nyingi. Alikuwa anahubiri neno akiwa katika sokoni, sinagogi, na mahali popote ambapo alikuwa anapata watu wa Mungu alikuwa anahubiri. Tunamuona kwamba alipofika katika hii sehemu ambayo inaitwa Athene, hapo alipata watu ambao hawamjui Mungu na walikuwa na miungu yao. Na alipata kwamba sehemu ambayo alikuwa anatembea hivi akapata wamechonga sanamu mbalimbali. Na hizi sanamu zilikuwa na majina. Lakini alipokuwa anatembea hivi akaona kuna mahali wameandika kwamba kuna miungu ambaye hajulikani, hana jina. Sasa akachukua nafasi yake kuu ya kuwaelezea huyu Mungu ambaye hamjui jina lake ni nani. Ndio tunamuona amechukua nafasi kubwa akawaelezea huyu ndio Mungu, Mungu wa kweli, Mungu ambaye aliumba mbingu na nchi. Huyu Mungu ndiye ametupatia uzima. Huyu Mungu ndiye ametupatia kila kitu katika maisha yetu. Akawaelezea maneno mengi kupitia kwa neno la Mungu lenye aliongea nao. Nataka tuone hicho kitabu, tusome machache tu. Kitabu cha Matendo ya Mitume 17, tuanzie 16. Tusome machache tu, sio yote, hatutasoma yote lakini machache tu. Kitabu cha Matendo ya Mitume 17 fungu la 16. Paulo alipokuwa akiwangojea huko Athene na kuona jinsi mji ule ulivyojaa sanamu, roho yake ilichukizwa sana ndani yake. Basi katika sinagogi akahojiana na Wayahudi na waliomcha Mungu na wale waliokutana naye sokoni kila siku. Nisome 18? Soma 18. Na baadhi ya Waepikureo na Wastoiko wenye ujuzi wakakutana naye, wengine wakasema, mpuzi huyu anataka kusema nini? Wengine walisema, anaonekana kuwa mtangaza habari za miungu migeni, kwa maana alikuwa akihubiri habari za Yesu na ufufuo. Yachi hapo kwanza. Tumemwona kwamba bila alikuwa anaeneza hili neno. Unaona wamemuita mpuzi. Yaani wanaona maneno ambayo anasema hayana maana. Ni kwa nini? Kwa sababu walikuwa anatangaza habari za Yesu na ufufuo wake. Na wao hawakuona kama ni maana sana yeye kuongea hayo. Ukisoma kuelekea chini unapata kwamba walimshika. Wakampeleka tutasema sehemu ambaye wataenda kumuoji. Wamuulize ni nini hii unahubiri? Lakini baadaye ndio tunamwona kwamba pale wakati walikuwa anamuulizia, ukiona verse 21, nataka usome 21. Inasema, kwa maana Wathene na wageni waliokaa huku walikuwa hawana nafasi kwa neno lolote ila kutoa habari na kusikiliza habari za jambo jipya. Soma 22 tena. Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubirini habari zake yeye ambaye ninyi mwamwabudu bila kumjua. Unaona wameandika haya maneno, kwa Mungu asiyejulikana. Na Paulo anawaelezea kwamba huyu ndiye Mungu ninayewaelezea juu yake, ili kwamba wapate kumjua, wageuke kwake. Na Paulo hakuwa na uoga kwa kueneza neno la Mungu, lakini aliwaelezea. Baadaye ndio tunamuona wakati aliona sehemu hii ya Athene ilikuwa ngumu kuelezea neno la Mungu, akashika njia kuelekea mji ambao tunaita Korinti. Korinto hapo akaingia. Pale nao haukuwa rahisi. Vile alipata upingamizi pande ile, hata huu mji wa Korinti nao pia alipata shida. Ukienda kitabu hicho cha Matendo ya Mitume 18
uanzie 1. 18 anzia 1. Tena tusikie vile amefika Korinto. Biblia inasema baada ya mambo hayo Paulo akatoka Athene akafika Korinto, akamuona Myahudi mmoja jina lake Akila, mzalia wa Ponto, naye amekuja kutoka nchi ya Italia siku za karibu, pamoja na Priscilla mkewe, kwa sababu Klaudio amewaamuru Wayahudi wote watoke Rumi, naye akafikiria kwao, na kwa kuwa kazi yao ya ufundi ilikuwa moja, akakaa kwao wakafanya kazi pamoja, kwa maana walikuwa mafundi wa kushona hema. Tunamuona amefika pale, ameingia katika mji mmoja, na hapa kwa sababu Paulo hapo anategemea watu kwa chakula yake, kwa vitu ambavyo alikuwa anataka, lakini alikuwa mfanyikazi. Na ameingia katika huu mji, amepata familia moja ambayo wanatengeneza hema, naye akaingia akaanza kutengeneza. Lakini tukiendelea kuona chini, nataka uende msomaji, uende mpaka ya 7. 18 fungu la 7. Fungu la 7. Akaondoka huko akaingia katika nyumba ya mtu mmoja jina lake Tito Yusto, mcha Mungu, ambaye nyumba yake ilikuwa mpaka mmoja na sinagogi. Sema enda 8 tena. 8 nasema teremka mpaka 11. Na Krispo mkuu wa sinagogi akamwamini Bwana pamoja na nyumba yake yote. Wakorinto wengi waliposikia waliamini wakabatizwa. Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope bali nena, wala usinyamaze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Hapo amemalizia kumwambia kwamba hata ingawa kuna uoga kukaa katika mji ambao unaitwa Korinto, tunamuona kwamba bila alianza kuhubiri, watu wengi wamesikiza hili neno la Mungu, wengine wakaamini wakabatizwa. Lakini kwa sababu ya upingamizi mwingi kutoka kwa watu wengi, Paulo alikuwa na uoga. Ndio sababu Mungu anamwambia kwamba usiogope, endelea kunena ili neno, niko pamoja nawe. Kwa sababu amemwambia Mungu akuna watu wengi katika ule mji. Kuna wakati ambapo tukipeleka neno la Mungu sana sana kwa miji mikuu, kwa sababu kama mji wa Korinto ulikuwa mji mkuu kama Nairobi, kama Kenya tunasema. Pale watu ni wengi. Ukiona mtu anahubiri, wengine wanapita tu wanamwambia huyu naye anafanya nini? Huyu naye ana kazi ya kufanya. Lakini Paulo hakuchukulia hivyo. Aliona kwamba anene neno la Mungu, watu wengi wakaamini. Hata ingawa wengine walikuwa wanapinga, Paulo alipatia Mungu alimpatia motisha kwamba aendelee kunena kwa sababu wako na watu wengi katika ule mji wa Korinto. Shukrani kabisa dada Joyce. Wakati namkaribisha dada yetu hapa uweze kujitambulisha na utupe taswira, jiji hili la Corinth lilikuwa jiji la aina gani, the city of Corinth? Nashukuru. Mimi ni Alison Songo na ni mmoja wapo wa washiriki wa kanisa hili la Musuto Township. Nashukuru kwa nafasi, na katika lesoni hii tutaangalia mji wa Korintho, kwa sababu mji huu, kazi iliyofanywa pale na mtume wa Mungu Paulo ilikuwa ni kazi alitumwa pale, na huu mji ulikuwa na sababu, labda ndiposa Mungu akamtuma pale. Tukiangalia mji huu wa Korintho katika nyakati za Paulo, ni mji ambao ulikuwa umejengwa sana. Watu walikuwa pale wengi, na kilichowapeleka pale ni biashara. Na huu ni mji ambao ulikuwa na haba, sijui haba kwa Kiswahili, hapa ni mahali meli zinatua. Kwa hivyo kulikuwa na biashara kubwa sana pale. Sasa huu mji kwa sababu ulikuwa na watu wengi, na mahali ambapo kuna watu wengi, angalia pesa ambazo watu wanazo wakati wa biashara. Kama biashara inanawiri sana, watu wanakuwa na pesa, pia na mambo mabaya nayo yanaendelea kuwa mengi. Kwa hivyo katika mji huu wa Corinth kulikuwa na ulikuwa mahali pazuri pa biashara, na mahali ambapo watu wengi walikuwa,
na mambo ambayo yalikuwa yanatendeka huko si mazuri peke yake, lakini mabaya pia yalikuwa yanatendeka pale. Watu walikuwa wakishafanya biashara, kulikuwa na kama vile mwenzetu alisema, kama kule mji wa Athene pia kulikuwa na ibada, na ibada zilikuwa ni za ibada tofauti za miungu tofauti. Kwa hivyo Paulo anapoenda pale anapata watu ambao ni Wayahudi na kuna wale ambao si Wayahudi. Kila kundi linaabudu, na katika makundi haya wale ambao walikuwa wanaabudu, tukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1 fungu lake la 18 fungu lake la kwanza, msomaji utanisaidia kusoma. Alikuwa na wale ambao walikuwa wanafanya kazi kama hiyo, ambayo ni familia moja ya Priscilla na Aquila, ambao pia alijumuika nao kwa kushona hema na kuziuza. Lakini wanaposhona hizo hema, kulikuwa na nini ama ni nia gani iliyokuwa ndani mwao? Tusome ama waliona nini katika ile kazi yao, walifunguka macho kuona nini katika fungu la Wakorintho wa kwanza 5 fungu lake la 10 la 9 na 10 na 11. Wakorintho wa kwanza 5. Itatupa kuona kwamba huu mji ulikuwa unaabudu kwa njia gani. Wakorintho wa kwanza 5:9 10 na 11. Kuanzia 9. Kwa fungu la 9 nasema, naliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, au na wenye kutamani, au na wanyang'anyi, au na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia. Lakini mambo yalivyo, naliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu, akiwa ni mzinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu au mtukanaji au mlevi au mnyang'anyi. Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Sasa katika mafungu hayo unaona kwamba kuna mambo mabaya ambayo Paulo anayazungumzia, na anawaandikia Wakorintho kwamba ninyi, labda hii barua iliandikwa, unajua barua ya Paulo kwa Wakorintho iliandikwa baada ya kuanzisha kanisa katika sehemu ya Korintho, alafu akatoka tena anarudi kuandikia barua wale ambao walibaki nyuma ili waendelee katika imani. Sasa huu mji wa Korintho anasema kunao usinzi, sexual immorality. Kulikuwa pia na mambo ya ibada ya sanamu, na hiyo ibada ya sanamu anasema kwamba wasichangamane na watu ambao wana tabia hizo za kuabudu sanamu na usinzi na mambo mengine ambayo yalitajwa katika mafungu hayo. Pia katika fungu kwa Wakorintho wa kwanza 8 fungu la 4 anasema kwamba kunao wanaoiabudu miungu, ninasema kwamba msikule hata nao, kwa sababu hao watu wanaoabudu si Mungu. Kwa hivyo katika mji huu mambo ambayo ni makubwa sana tunayoyaona ni kwamba watu walikuwa wengi, pesa ni nyingi, na ibada zilikuwa nyingi, na hizi ibada zilikuwa ni ibada za sanamu. Na hizo pamoja nao kulikuwa na miungu ambayo ilikuwa inaabudiwa mingi. Lakini Paulo anawaisi wana wa Mungu ambao walikuwa pale kwamba wasiendelee katika hiyo ibada kwa sababu wametengwa. Na akasema kwamba unapoangalia kunao ambao wana historia kama Strabo ambaye aliandika juu ya mji huu wa Korintho, anasema kwamba nyakati hizo kulikuwa na wale wanawake wanaofanya kazi ya kujiuza, wanaoitwa malaya. Walikuwa wengi, ni kama 1000 in that city. Na sio malaya tu wa kawaida, ni wale wanaitwa temple prostitutes. Yaani wale wanapatikana katika kanisa, lakini wanafanya hiyo kwa niaba ya kanisa kwa sababu miungu yao inapenda hivyo.
Sasa ukiangalia kitabu cha Wakorintho tutakavyoendelea kukisoma, utaona kwamba Paulo anazingatia haya mambo juu ya uzinzi na ibada ya miungu, ibada ya sanamu. Kwa hivyo mambo haya ndiyo yaliyokuwa yamejiri katika mji wa Korintho. Tunaposoma kitabu cha Wakorintho, tunapoona Paulo anaongelea sana juu ya haya mambo, tujue kwamba ni mambo yaliyokuwa pale. Na yalikuwa yanachanganywa, yanaonyesha ni kama ni ibada inachanganyika hapo ndani. Na anawasii wale ambao wameshika neno la Mungu, wale ambao amewafanya wamesikia neno la Mungu kutoka kwake, watumwa wa Kristo, wajiepushe na mambo kama hayo. Shukrani kabisa dada Alison Songo hapo. Kweli mambo makuu umeyataja yaliyokuwa yakifanyika kule Korinto, na swali kuu kwa Mkristo wa sasa na kanisa la sasa, je, mambo haya yako katika kanisa la sasa? Mambo haya yanadhihirika kanisani pale ambapo unashiriki? Mambo haya ambayo yalikuwa katika kanisa la Korinto na mji huu wa Korinto, mambo ya uzinzi, unyang'anyi, ya kuabudu sanamu, na mambo kama hayo yote ambayo tumeweza kutajiwa hapo, je, yapo katika kanisa la sasa? Swali ambalo inabidi tuweze kuliangazia na kujiuliza kadri tunapoendelea kujifundisha lesoni hii. Naona kwamba tuko na chini ya dakika kama 18 muda wetu kuweza kuyoyoma. Sasa ndugu Elder Samuel, unapotupeleka katika sehemu ambayo inafuata many in this city. Asante mtangazaji. Naam. Vile dada Joyce alisema, nitaweza kusema Paulo hakukaa katika mji mmoja. Kazi yake ilikuwa ni ya kuzunguka. Lakini pia sababu nyingine ilikuwa inamtoa kwa mji akaenda mwingine ni upinzani. Kama mwanzo tunaona akiwa Berea alikumbana na upinzani mkali sana. Akaamua kutoka akaenda Athena. Pia akiwa Athena tunaona pia ameingia tena Korintho. Akiwa Korintho pia mambo hayajaenda vizuri, hata kama anahubiri amepata pia upinzani hapo. Katika upinzani akakuwa na mawazo, akafikiria kurudi kuhama huo mji. Akiwa kabla afikirie kuhama, akiwa huko katika Korintho, tunamuona katika kila Sabato. Hiyo maneno tutaipata katika Wakorintho au Matendo ya Mitume 18:4-8. Kwa muda tutasoma, lakini nitairipoti. Akiwa katika huo mji wa Korintho, Biblia ilikuwa inasema kila Sabato alikuwa akikaa katika sinagogi, anajaribu kuongea na watu, akijaribu kuwapasuedi wasi wamkubali Yesu. Hapo alikuwa anahubiria Wagiriki na Wayahudi pia. So jambo moja pia nimetoa hapo, wengi wao wanasema Sabato iliisha kule msalabani Yesu aliposulubiwa. Basi tunaona hata baada ya Yesu kufa na kufufuka, Sabato ingali ipo bado. Tunaona Paulo anasema every Sabbath angeingia katika sinagogi. So Sabato bado iko. Wale ambao wanaambia watu na pengine kuwadanganya ni Sabato ilisha na Yesu msalabani, Sabato bado haikuisha. Hata tunaposoma hata manabii wa Yesu pia wao pia walikuwa wanaabudu katika siku ya Sabato. Katika hiyo kazi yake pia tunapata amekutana na Sila na Timotheo ambao pia amechunga pamoja na yeye, na sasa wakaendelea katika kuhudumu na kutengeneza injili, wakiongea mambo ya Yesu, tiwa testifying, wakishuhudia Yesu vile alikufa na vile pia amefufuka. Lakini sasa unaposoma fungu la 6 inasema alipata upinzani ambao ni mkubwa. Na yeye mpaka hata inasema he shook his clothes, nguo zake in protest, na akasema sasa damu yenu iko juu yenu, mimi nimenawa mkono. Akasema I'm innocent, sina sehemu na hiyo damu yenu. Ndiye akaamua sasa, alikuwa ameamua apate kuhama. Hapo ndio tunaona ile fungu ambalo tulipata, fungu kuu tukianza, anapata Joyce usiku the vision ambayo inamwambia usitoke, maana huu mji kuna watu wengi. So Mungu anamwambia usife moyo, hata kama unataka kukufa moyo kama mwanadamu. Sasa hivi kama mwanadamu sasa tunaona mambo yamekuwa makali, changamoto mingi, tunataka kufifia katika imani. Lakini sasa anapata Joyce ambao Mungu anamwongezea, anamwambia usiame,
huu mji bado kuna watu wengi, the city as many people, kuna watu wengi ambao pia ninawahitaji. Na alipoona hiyo jonzi, hakika alipata nguvu, akaendelea katika ibada yake kuhubiri. Na tunaposoma ilikuwa inasema fortunately to work upon Corinthians was not in vain, haikuwa bure. Kuna dada alisema hapo, akasema kuna watu walipata kuokoka. Kuna familia moja ambayo ilikuwa ni ya Crispus, ambaye pia alikuwa anahudumu katika sinagogi, pamoja na familia yake yote ikapata kubatizwa, ambayo ni kama Paulo angeenda, wengine familia ingepata wokovu. Pia inasema and many Corinthians believed, na Wakorintho wengi pia wakaamini, wakabatizwa. Ndio ilikuwa nasema usiende, huu mji uko na watu wengi. Na hakika bila Paulo kwenda akazidi kuhudumu, kuna wengi walipata wokovu na wakabatizwa juu ya kuvumilia. Sasa ningekuwa niseme mambo mawili ndio nitoke hapo. Mara mingi tunafikiria kuhubiri ni mteremko. Unapopata changamoto, wengi huwa tunasema hiyo Kristo pengine ikae. Lakini tumeona kama Paulo angeenda, wengi wangepotea pengine. Lakini sasa bila kufa moja na kaendelea, wengi wamepata wokovu. Nasi pia ni changamoto tunapokumbana na changamoto mingi katika utumishi wetu, katika utendaji wetu katika shamba la Bwana. Tuwe watu wa haraka kufa moyo, bali tujue Mungu ako pamoja nasi, na hakika amesema atakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa. Yeye ametuweka katika hiyo shamba yake, na anajua yale ambayo tunayapitia. Sio moyo. Ya pili, despite the opposition you might face when spread the gospel, God has promised to be with you. Anasema Mungu katika changamoto tunapitia, Mungu ametoa ahadi atakuwa pamoja nasi, ama hapo pamoja nasi. Na anasema the mission is his. Ujumbe, kazi ya kueneza injili ni yake, si yetu. Anasema is in charge. So pengine sasa sisi huwa tunaangalia sisi na ile changamoto tuko nazo upinzani, tunasahau hii kazi ni ya Mungu, na wanafanya nini? Ameshikilia hata tuacha, na pengine hata acha kazi yake pia ipate aibu ama ipate kuanguka. So Mungu atusaidie sana katika hii utendakazi wetu. Tujue pia mahali popote tunadumu kuna watu wengi pengine wanahitaji injili. Bila Paulo aliambiwa kuna watu wengi katika huu mji wa Korintho ambao wanahitaji injili. Na akaenda kueneza katika pia mahali tunaishi, hata kama hapo Mosocho. Tunajua kuna watu wengi pengine hawajajua injili. Tuwe na ule moyo, tujue Yesu ako pamoja nasi, na tujue ako in charge. Asante. Shukrani kabisa. Na kwa kweli Paulo anapoingia katika ule mji wa Korintho, kwa mtazamo wake wa kibinadamu aliona hapa hakuwezekani. Hawezi pata matunda kutoka hapa. Hata akapanga yeye kuondoka katika ule mji. Na hiyo inatufungua macho kwamba wakati mwingine unaweza enda mahali mji fulani, unaangalia jinsi watu wanaishi. Unaangalia ile anasa ambayo iko kule, mienendo na mambo kama hayo, muonekano wa watu. Unasema hapa hawa wamepotea. Lakini Mungu kupitia kwa maono anaambia Paulo hapa pako na watu wangu wako mahali hapa. Na pengine kabla utoke nikiongeza kidogo, Paulo hakuenda. Ilikuwa inasema alikaa mwaka moja na nusu. Na katika hiyo mwaka moja na nusu akahubiria watu wengi sana wakaokoka. Na ilikuwa inasema large church wakajenga kanisa kubwa ambayo ilikuwa inasema under the banner of Jesus Christ. Huko kama angeenda pengine kuna mambo hayangewezekana. So vile mtangazaji amesema, sasa hivi sisi tukiangalia katika mtazamo wetu wa binadamu, sasa hivi tunahukumu watu. Tunasema huyu sasa tumesema hapa ni imeisha. Lakini tujue Mungu ako na sababu ya kila jambo. Okay. Naona Derali sasa kuna jambo la kuongezea. Kuna jambo liliniguza hapo sana kwamba Paulo katika kitabu hicho cha Acts 18:6 pale Corinth wale Wayahudi waliokuwa pale ndio Paulo alianza kuhubiri kwao. Na aliexpect kwamba wangechukua ile habari kwa mtazamo tofauti na wengine, lakini ajabu ni kwamba wao ndio walikuwa walimsukuma kabisa, hawataki. In fact kulikuwa na hostility, wanaonyesha kumudharau, kumchukia
ndiposa hata walitaka kuweka jina baya kwake ili kazi yake isifanye nini, isiendelee. Lakini tena nikaona kitabu cha Isaya 55 fungu la 51, amini la 11. Mungu anasema neno lake linapoenda halitarudi bure. Kwa hivyo Paulo alipo wahubiria, aliona watu ambao hawataki neno hili analolihubiri. Ndio maana alikuwa anataka kutoka. Kabla Mungu amtie nguvu, yeye aliona nothing. Hakuona chochote. Akaona hawa watu hawataki, na hata ni kama nimekuja kuharibu wakati wangu hapa bure. Lakini Mungu anapokuja kwake na kumtia nguvu, ukweli ile kazi haikuwa ya bure. Ndio ndiposa lesoni inasema kazi yake haikuwa ya bure pale. Na alipoendelea kukaa baada ya kutiwa nguvu, basi akaendelea. Nataka kusema kwamba wakati mwingine tuna organize hata makruseda hapa, mnafanya crusade ya 1400, 500, wageni wanakuja kwa ya kubwa, alafu mnaona mwisho watu wamekubali kubatizwa wangapi? Wawili ama mmoja. Mnasema tumeharibu pesa zetu. Nani alituambia kwamba tumeharibu pesa ya mwenyewe ambaye alitupa tufanye kazi? Hii kazi vile Mungu atatenda watu wamesikia hiyo injili. Kazi yetu si kufanya watu wakubali Yesu. Kazi yetu ni kupeleka ujumbe. Na neno la Mungu linapoenda kwa ukweli halitarudi bure. Shukrani kabisa. Nikija kwako dada Joyce, kwa sababu muda unatukimbiza kweli. Ikiwa ni utangulizi tu, najua yapo mambo tofauti na pao tukiangazia katika kitabu hichi cha Wakorinto, ukiyataja katika wakati huu wa utangulizi katika hiyo sehemu ambayo Paul's letters to the Corinthians. Karibu. Asante. Vile tumeangalia Paulo alipofika katika mji wa Korinthi, mambo ni mengi ambayo alikumbana nayo pale. Tumeona kwamba watu wa pande ile hawakumjua Mungu. Walikuwa walikuwa wanaabudu sanamu. Wengine walikuwa na sexual immorality, walikuwa na usinifu, prostitution was there. Alafu tena sana walikuwa wanaabudu miungu. Ndio sababu alikuwa anataka kuandikia ili awajulishe kwamba haya maneno yote ambayo wanaendelea kufanya ni kinyume na neno la Mungu, ili wapate kujitoa pale, wajue kwamba huyu Mungu wa kweli anahitaji purity, maisha makamilifu ama maisha takatifu, ili wajiepushe na hayo mambo yote, wamfuate Mungu katika maisha yao. Ndio sababu akaandikia barua nyingi aliandika. Ukisoma kuna barua zingine alikuwa anaandika, zingine asikuwa zinawafikia, zingine zikawafikia, lakini haya yote tunaona kwamba anataka he was warning them watoke kwa sehemu ambayo sio ya Mungu, ili wakuje wamwabudu Mungu wa kweli. Shukrani kabisa mpenzi msikilizaji, lesoni hii ambayo ndio utangulizi tu, tukiwa tunaangazia kitabu hichi cha Wakorinto. Natumai kwamba hata wewe hapo nyumbani unazidi kubarikiwa ukiwa ndani ya 102.0 FM, ndio hii Radio Vuna. Sasa nikipenda kurudi katika panel yangu, maneno yako ya kumalizia ukamilifu wa juma hili katika lesoni hii, wakati utakuwa ukiyatoa, kisha ukimaliza kutoa ukamilisho wako, utakupa fursa uweze kuwasabai wawili watatu, huenda ni wale ambao mnashiriki pamoja nao na wengine wale ambao wote tunashiriki katika starehe hii ya Sabato. Nikianza na Elda hapa, tuendelee katika ukamilisho, the conclusion, summary, kauli yako ya mwisho kuhusiana na lesoni ambayo tumejifunza juma hili, na ufanye vile ambavyo nimekwisha sema hapo awali. Asante mtangazaji. Naam. Ningependa niongezee, Paulo anaandika barua na hakika tutaenda kumsoma. Paulo ameandika barua nyingi
katika Biblia vile tulifanya kutanguliza. Miongoni mwa Kendi ameandika vitabu nyingi katika Biblia. Sababu moja anaandika hii barua ya Wakorintho, ama sababu baadhi ya sababu ile mwenzangu amesema kulikuwa na divisions, utengano katika hiyo Wakorintho. Tuliona wengine wanaanza kusema mimi ni wa nani? Mimi ni wa Apolo. Wengine anasema mimi ni wa Paulo. Wengine anasema mimi ni wa Kristo. Ndio Paulo anawaandikia kuambia Mungu hajawanywa. Alikuwa anawaambia wakati mlibatizwa. Tulisema Paulo anapomaliza kutoka Korintho kuna watu wengi walibatizwa. Hadi baada ya kutoka bado anapata kuna mambo mengi ambayo pia imeingia na mafundisho ambayo sio ukweli potofu. Ndio maana nawaambia wakati mlibatizwa Mungu katika jina la Paulo ni katika jina la Yesu. Anawaambia Yesu hajagawanyika. Ile sababu moja anawaandikia awaambie Yesu ni mmoja. Nyinyi Mungu Paulo hakuna mahali anawapeleka ama Apolo ama wengine. Sababu ya pili ambaye anaandika barua ni ile kulikuwa na changamoto nyingi vile mwenzangu amesema katika ibada. There were a lot of challenges in worship. Ibada ya miungu. Sana waandika anaambia hapana, msiabudu miungu. Mwabudu nani? Mungu ambaye ndiye muumba wa mbingu na nchi, Mungu wa kweli. Pia kulikuwa na changamoto ya mahusiano, relationship. Wao wamejilisa katika mahusiano ambayo hayafai. Katika hata vile amesema mambo ya usinifu na mengine. Na mwisho sababu ambaye anaandikia wao yeye anawaambia wasiingie katika mambo ambayo yataenda kinyume na ile mipangilio ambayo alikuwa ameiweka. Ile misingi. Ndio maana anaandika. Sasa katika hii kwata yote tutaenda kuangalia hii barua kwa undani. Paulo anapoandika na sana tu tutaangalia pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Hatuwezi soma wa Korintho bila kwenda katika kitabu cha Matendo ya Mitume kwa sababu hapo pia ndio kuna msingi wa Paulo vile amefanya kazi yake. Na kwa kumaliza vile mtangazaji amesema, ningependa nisalimie washiriki wote wa kanisa hili la Msuto Township, hasa Elda ambaye alikuwa pamoja nasi na katoka kidogo John Munayo. Nimemsalimu sana na washiriki wote kwa jumla, na saa pia ningewahimiza kesho katika Sabato wakuja mapema. Vile ninatambua kusema mimi Sabato school, so nawahimiza kuja mapema ili tuweze kuanza mapema. Kesho tuko na Pasaka, ndio pia tumalize wakati mwema. Pia nawasalimia familia yangu, mke wangu anaitwa Gladys na watoto. Hasa kuna msichana sana anapenda kusikiza na huwa anaitisha nyimbo, anaitwa Sara Joy, yake pia namsalimia. Nikiomba kama kutakuwa na muda pia kuna wimbo ambao ameweka mtaweka, na pia nasani marafiki wote na jamaa wote hata tuweze juu ya muda, na Mungu abariki hii station. Shukrani sana Elder Samuel Geke. Nikija kwa dada Ali Sosongo, kauli yako ya mwisho, pia wewe unaweza kupeperusha salamu kwa wawili watatu. Nataka kusema shukrani sana kwa nafasi hii. Nimeangalia kwamba katika hii kota tutaangalia kitabu cha Wakorintho, na utangulizi wa lesoni ya kota hii vile tumeangalia ni kwamba Paulo aliandikia shida ambazo kuhimiza Wakristo kuhusu shida ambazo zilikuwa katika kanisa, na tulivyoona shida hizo hazikuisha huko kwa sababu dhambi haijaisha. Kwa sababu ya hiyo, hizi shida zinaweza kuwa ziko katika makanisa yetu nyakati hizi. Mungu anatuhimiza kwamba tukiendelea kuangalia neno lake tutapata hekima ya kusuluhisha shida kama hizi ambazo ziko katika kanisa. Zilikuwa pale na Mungu akatoa hekima kwa Paulo akaandikia wale wa Korintho, na hizi barua ziko na umuhimu sana hasa katika kanisa yetu ya nyakati hizi za mwisho. Pia tunapoangalia kwamba tunapoona kazi ya Paulo alifanya kazi, he seized every opportunity kufanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo na sisi tunahimizwa, tukiangalia alitoka kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine akifanya kazi ya Mungu, akihimiza wana wa Mungu wamkubali Yesu kama Masihi. Kwa hivyo hata sisi tumepewa nafasi tulivyo hai tuweze kufanya kazi ya Mungu, tutumie kila muda mdogo mchache ambao tunaweza kuwa nao kwa ajili
ya kuhimiza wenzetu ambao wanaotuzunguka kumhusu huyu Yesu, kwa sababu nyakati tunazoishi ni nyakati ukweli za mwisho. Kwa hivyo lesoni ya kota hii itakuwa ya umuhimu sana pia kwetu kama Wakristo kuweza kujua na kujichunguza. Je, ninaweza patikana katika mambo haya? Kunayo miungu tumeweka katika nyumba zetu ama katika mawazo yetu. Unajua tunaweza kuwa na miungu katika mawazo yetu na hatujui kwamba ni miungu. Mungu atusaidie tuweze kuona miungu ambayo tunayoiabudu, tuiache na kuabudu Mungu wa ukweli. Nashukuru kwa nafasi. Mimi pia ningependa kusalimia wenzetu wa kanisa letu la Musucho Township wote. Pia nataka kutuma risala zangu za rambirambi kwa dada Jane Mirera ambaye alimpoteza mamake, na wale wengine ambao wamepoteza jamaa zao. Tunawaombea Mungu aweze kuwafariji. Pia nasalimia familia yangu, mzee wangu John Msongo na watoto wetu wote, na pia nawasalimia wanasabato wote mahali popote walipo. Mungu atubariki tunapopumzika katika siku hii ya Sabato, tuweze kupumzika na kumwabudu katika roho na kweli. Asante. Shukrani sana dada Alice Songo. Nikija kwake dada Joyce Agwata, kauli yako ya mwisho, iwapo pia uko na wawili watatu ungependa kuwasalimu, itakuwa tu vizuri tu. Asante tena kwa nafasi. Vile tumemwona Paulo alijitolea kumfanyia Mungu kazi. Nasi pia inatupaza tujitolee kwa hali yote ili tumfanyie Mungu kazi. Tumeona kwamba kazi ya kuongoa roho sio yetu, ni ya Mungu. Kwa hivyo tunapofanya kazi tujue kwamba kuna pingamizi nyingi hapa na pale, lakini Mungu ametuahidi kwamba atakuwa pamoja nasi tujitoe kwa hali na mali. Kwa hayo yote nami pia ninawasalimu kwaya yetu ya Musucho Township wote pamoja na washiriki wote wa kanisa letu pamoja na highway wote na wasalimu, na vile tunaielekea Sabato nawaambia kwamba wajitayarishe tuingie katika Sabato. Na mwisho na wasalimia watoto wangu wote mahali wako kila mmoja, wajue kwamba tumefika Sabato, wapate kupumzika katika Sabato. Mungu awabariki. Amina. Shukrani sana mpenzi msikilizaji ndani ya Tubarikiwe Sabato, kipindi hichi ikiwa ni lesoni ambayo imekujia moja kwa moja kutoka kanisa la Musucho Township SDA. Jina la kwangu mimi ni Nyachai Brian, ukipenda Bro Bright. Nafasi hii ningependa kumpatia Elder Samuel Geke kutufanyia ombi, lakini usije ukakonda msikilizaji, kwa sababu nitakuwa nikirejea kwako muda tu kusikiliza kauli zako, jinsi umefuatilia mafundisho haya, na iwapo umepata nakala yako ya lesoni kota hii ambayo ni mpya kabisa, tutakuwa tukijifundisha kwa pamoja na kusikiliza wewe umeweza kujifundisha nini. Lakini kwa sasa Elder Samuel Geke utupe ombi la kukamilisha. Karibu. Asante mtangazaji, na tuombe. Anayependa Mungu wetu, tunalisifu na kuhimidi jina lako kwa vile umestahili. Sifa zote na shukrani sikurudie milele na milele. Mungu tunaomba tusamehe dhambi na makosa yetu. Ili baada yetu ambayo tumeanza Sabato jioni ya leo, na ombi letu tupate kibali machoni pako. Asante kwa nafasi ambayo umetupa kuweza kuzungumza neno lako. Paulo vile ameandikia Wakorintho, na tumeanza kuota, tunapoendelea katika kuota tunaomba pia Roho Mtakatifu atuongoze. Haya ambayo tumejifunza jioni ya leo, tunaomba Roho Mtakatifu awe katika mioyo yetu ili apate yawe ya manufaa, ili tusizidi kukua kuliko jana. Tunapoingia katika ibada na Sabato, tunaomba Roho Mtakatifu atawale, na mahali popote watoto wako kuabudu, tunaomba uwepo wako pamoja nao. Tena mapenzi yako kubariki station ambaye imeona ni vyema watoto wako wapate ujumbe kutoka kwako. Kubariki kuanzia usimamizi wake na watangazaji wote na watu ambao wanahudumu, naweza kuwabariki na pia watumishi ili pia wapate kueneza injili katika hii njia ambayo tunajua wengi inawafikia. Tena mapenzi yako yana tuomba tusitisie katika Kristo Yesu, tunaomba hata kwa mimi. Amen. Amen.